Ni kweli kafara zipo. Kafara zipo kama ulivyoona siku moja tumechinja sana mbuzi hapa na nilialika watu wengi. Tena mtazamaji wetu wa channel yetu pendwa ya leo, tena tumemtembelea Mr. Playgod. Mr. Playgod, habari yako? Salama, vipi hali? Aisee, sisi tuko salama. Nina furaha kubwa sana kukuona tajiri, kwa sababu nimekutafuta kwa muda mrefu na sio leo tu. Nimeanza kukutafuta leo na siku ya 7 tangu nafika napewa appointment. Bahati nzuri leo tumeweza kukutana, na furahi sana. Najua leo nitatoka na chochote leo kwa tajiri. Msijali, pia na furahi kumtembelea. Najua kwenye jamii huwa wanaogopa sana wakisikia mtu yupo kwenye jamii fulani, yupo kwenye dini fulani, au ni Freemason au ni mchawi, yani huwa wanaogopa sana. Lakini nashukuru waandishi wa habari mkitamaa kutembelea ili kujua zaidi na kuendelea kuelimisha watu au kuelimisha jamii kwamba hili swala ni swala kawaida, ni swala la kimaisha kwa mtu ambaye yupo tayari kwa ajili ya kubadilisha maisha yake. Mr. Playgod, unaniambia hichi ni chama kama chama kingine. Ya, nafurahi kusikia hivyo. Mimi najua kila chama kina taratibu zake na vitu ambavyo vipo kwenye chama. Nyinyi mnajua. Mr. Playgod, nilikuwa na maswali mawili matatu nitaje kukuuliza. Na ningependa kufahamu, na watazamaji wa channel yetu ni kitu ambacho huwa wanakiuliza mara kwa mara, na wafuatiliaji wanaokufuatilia wengi huwa wanakiulizia sana hichi kitu. Nitamani kujua kuhusu swala la kafara. Mr. Playgod, kuna kafara ambazo mnafanya. Sijajua ni kafara za aina gani na kwa muda gani huwa mnafanyaje? Ndugu mwandishi, kwanza kabisa nataka nielezee, kabla sijakuelezea kafara, nimesikia kuhusu chama kwamba ni chama kama vyama vingine. Mwanzo niwahi kusema kwamba Freemason ni dini kama dini zingine. Sawa. Kwa ni muunganiko wa dini. Kwa mfano naweza nikawekea muunganiko wa makanisa. Kuna Wakristo, kuna Waislamu, wote wana vyama vyao. Mfano utasikia UWATA, utasikia BAWATA nini, lakini sisi dini yetu, muunganiko wetu ndio tunaita Freemason. Sawa. Okay, pia naenda kwenye swali lako kuhusu kafara. Kafara zipo. Kafara zipo na nitamani kujua hizo kafara sasa. Nadhani ndio swali la watu wengi na kiu ya watu wengi wanatamani kujua kwenye hiyo engo. Kafara zipo, lakini sio kafara za kuwekwa hadharani. Kuna aina nyingi za kafara. Lakini unapokuwa umepata fursa ya kuzungumza na mimi na kupata utaratibu, na mimi nitakupatia muda wa kuuliza maswali. Sawa. Wewe ni mwandishi. Najua waandishi ni wachukunono sana. Nataka kujua mambo ambayo hayawahusu. Sawa. Ni sahihi Mr. Playgod, lakini tunauliza kile watu ambacho wanatamani kukijua sana. Kuna kipindi nilishaona tulishafika hapa, mlikuwa mnafanya, sasa sijui ni tambiko au ni kafara, mlikuwa mnafanya kama kuna wanyama hivi, mbuzi wapo, vitu kama hivyo. Sijajua hivyo vitu vimekaaje. Tulitamani kujua, je, kuna kafara? Kuna watu nasikia wanatoa kafara za watu, kuna watu wanatoa mama zao, kuna watu sijui wanatoa watoto. Tulitamani kujua kwenye hiyo engo kidogo. Naweza nikazungumzia hivi, ni kweli kafara zipo. Kafara zipo kama ulivyoona siku moja tumechinja sana mbuzi hapa na nilialika watu wengi pamoja na wanachama wenzangu. Hiyo siku tulitumia. Hiyo ni kafara ambayo ipo, huwa tunaita sisi kafara ya mnyama wa miguu minne. Sawa. Na ninapozungumzia kafara ya miguu minne, wa mnyama wa miguu minne, akiwemo ng'ombe, mbuzi na kondoo na wanyama mbalimbali, kama kwa sababu hiyo kafara unapangiwa. Sipangi mimi kwa sababu nataka nifanye kafara. No, hiyo kafara na mimi napangiwa kwamba unahitaji baada ya muda fulani ufanye kafara fulani. Hashimu za wanyama, kwa sababu kwa sasa kidogo kama nilivyozungumzaga hata awali, kuna kipindi mlikuja niwaambia kafara za binadamu saizi huwa hatuzitumii kutokana na mabadiliko ya sema ni mabadiliko au mabadiliko sema mzaje. Mr. Playgod, kuna kitu hapa nilihitaji kujua. Unajua mambo ya kafara yapo toka enzi na enzi. Tangu enzi za mababu zetu. Yani kwenye vitabu vya dini pia tumesoma. Mimi ni Mkristo. Vitabu vya dini nasoma kuna kafara pale.
kuna kafara sijui hii, kuna kafara za kondoo. Hizo tangu enzi na enzi huwa tunafanya. Je, mababu zetu walikuwa Freemason? No, hakuwa Freemason, lakini kulikuwa na tamaduni kwamba ndio maana kulikuwa na misitu ambao wenyewe wengine walikuwa nenda kwa mguu, wataweka mawe, wataweka nini, sijajua kwa lugha wanazungumzaje, lakini ingekuwa mimi kwa lugha yangu labda ningeongea, lakini sasa hiyo kidogo, ila sijajua. Kuna vitu ambavyo unavikwepa kutupa au tukufuate pembeni? Maana kuna vitu kama unatukwepa hapa Mr. Playboy. Hapana, mimi sikwepi chochote, ila zamani kipindi cha babu zetu kulikuwa na matambiko kutokana na tamaduni ambazo walikuwa nazo. Unajua sisi ni utandawazi, mambo mengi yamebadilika. Ndio maana zile tambiko za zamani za hizo kafara sasa hazipo. Sehemu zamani walikuwa wanasalia labda kwenye misitu, wanaabudu kitu fulani kwamba mimi nikifanya hivi nitapata. Sawa, lakini utandawazi huo sasa umebadilika. Zamani tulikuwa tuna makanisa. Sawa, walikuwa na sehemu yao ambao hapa mimi nitaomba. Tofauti na sasa tunasema Mungu, kila kitu Mungu, lakini wale bila nani, sijui walikuwa na nani. Naamini kila mtu ana Mungu wake. Hicho tunaamini, lakini labda nyinyi mna miungu yenu, sisi wa Kristo tuna Mungu wetu. Tulihitaji kujua hapo kwenye upande wa kafara. Unajua kuna kitu kimoja huwa kinaulizwa mara kwa mara, hichi kafara. Unajua kuna watu wanatamani sana kukutafuta Mr. Playboy, lakini kuna wengine wanaogopa, tukimtafuta bwana, nasikia maneno ya mtaani, tunasema maneno ya vijiweni. Nasikia ukiwa Freemason unamtoa mama kafara, baba kafara, au unatoa mtoto. Hii ikoje Mr. Playboy? Tutoe uoga sisi vijana ambao tunatamani kupata mafanikio. Wewe ni kijana hapo ulipo, ni kijana mdogo lakini una mafanikio makubwa sana. Hayo ni maneno ya watu, na ningependa nishauri, kusikiza maneno ya watu sio kitu sahihi. Inatakiwa ufanye kitu ujihakikishie. Sawa, nimezungumza kauli moja kwamba sasa ni utandawazi tofauti na zamani. Sasa ni utandawazi, kila kitu kimebadilika. Ndio maana leo unaona makanisa hapo mengi sana, kila mtu ana kanisa lake, manabii wa kutosha. Kila mtu anaona anaabudu kile ambacho anaona ni sahihi. Naweza nikaweka sawa kwenye upande wa kafara ya binadamu. Zamani kule kafara za binadamu zilikuwa nyingi sana. Ndio maana hata sisi au babu zetu walikuwa hawawezi kuingia ndani ya chama kutokana na uoga. Sawa, lakini kwa sasa mambo kutokana na kubadilika, kwa kafara zipo lakini sio za binadamu, ni kafara za wanyama. Pia nikaongeza kitu, ukiingia ndani ya chama, kafara za binadamu sisi hazipo, lakini sasa wewe ndio upo ndani ya chama na unajua undani wa chama, umekabidhiwa kila kitu, ni tajiri na umekimudu chama kwamba sasa mimi nataka nifanye kitu fulani. Sawa, au mimi hapa nilipo hapa nitoshi, nataka nifike zaidi. Sawa, pengine unataka uwe Trump, mbele zaidi ya Trump. Sawa, ndio hapo sasa utaomba sasa wewe ufanye. Kwa hiyo kafara zina level na mafanikio. Yes, kafara zina level na mafanikio. Sasa wewe ni wewe sasa kwamba utaendelea kufanya kafara ya mnyama miguu minne, au unaona pale au unaona pale wewe hapa kutoshi, unataka uwe zaidi. So zipo utafanya, lakini kidogo nadhani leo umejitahidi kutufafanulia, kwa sababu huwa mara nyingi unatukwepa hapa. Tunafurahi, nadhani na wafuatiliaji pia watapenda. Sio kawaida. Lakini vile vile Mr. Playboy, nikikuangalia kwenye dressing code yako naona kuna nembo mbili. Yes. Kuna nembo naiona kwenye kidole, kuna nembo naiona kwenye kofia. Hii ina maana gani hii? Mimi nahisi umeona hii nembo. Yeah. Alafu angalia nembo. Naona ni nembo ambazo zina sharabiana au zinaendana. Kuna siri kubwa hapa. Kuna siri kubwa hapa. Sasa mambo mengine najua waandishi kama nilivyoongea mwanzo, nyinyi mnapenda kuchukua mjue kitu zaidi, lakini kuna private issue. Mtu yote ambaye anakuwa yupo tayari kwa ajili ya kupata ufafanuzi zaidi, basi nisi nitaacha mawasiliano. Kisha mawasiliano, yeye nitamuelezea ndani naweza kanitafuta ili nimuelezee ndani zaidi. Unajua kuna vitu ambavyo ni private, kuna vitu ambavyo ni vya naweza nikaongea hadharani. Kuna mimi nina mipaka yangu pia, sio kila kitu lazima mtu nimuelekeze
kwa muda kila nasikia hapana. Kwa kuna mambo ambayo naweza nikakuelekeza, kukufundisha, kukupa semina. Kuna mambo ambayo mimi binafsi ndio. Jamani, ndugu watazamaji, nadhani tunamsikia tajiri kama anavyosema hapa. Kwa mtu yoyote ambaye anahitaji kujua undani na anahitaji kupata mafanikio na ana hari ya kupata mafanikio, basi anaweza atatuachia namba ili tuweze kuwapatia na nyinyi mtaweza kumtafuta. Pia niongezee kitu hapo kwenye kocha namba. Mimi sipendi usumbufu. Unavyonitafuta basi kuwa na nia ya dhati kwamba mimi muda wangu wa kubadilisha maisha umefika. Sawa, ndio badilisha maisha yako. Pia najua watu wengi wamepitia nyakati ngumu. Sawa, na malalamiko nayapata sana. Na huwa tunayafanyia sana kazi na kwamba uwezo kuyamaliza yote. Kwa mimi huwa napenda kwamba ni changamoto za kijamii. Sawa, ni changamoto za kijamii. Kwa usikate tamaa kwa sababu hujui anayekusaidia ni nani. Na mimi unavyoamini kwamba mimi nafanya kitu fulani kwa ajili ya manufaa yangu, kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya maisha ya baadaye, kuwa serious na kufanya kitu kwa uhakika na kuamini hichi kitu nikifanya ndio njia yangu ya kwenda kwenye mafanikio. Nadhani tumemsikia tajiri anasema hapendi usumbufu. Matajiri wengi wanajua hampendi usumbufu. Mr. Playgod, tunashukuru kwa muda wako, lakini pia kwa mtu ambaye yuko serious ataweza kumpigia video call na kujua kama ni Mr. Playgod kweli, ili aweze kuwasiliana na tajiri moja kwa moja na kupewa maelekezo nini afanye. Na wewe siku kiamua Mr. Playgod, mimi ni muoga. Hapana, maisha hataki uoga. Alafu mimi napenda kutumia kauli moja kwamba uoga ni umaskini. Uoga ni nini? Ni umaskini. Kwa kama unataka kuendelea kuwa maskini kila siku na kuja mimi kunihoji, ndugu yangu, mafanikio yako utayasikia tu. Mr. Playgod, na mimi nitajitahidi katika hilo kwa sababu nimepata nafasi leo ya kukutana na wewe, naamini nitalifanyia kazi. Fanya maamuzi ndugu yangu, fanya maamuzi. Sawa. Kwa hiyo sitapenda tena unapokuja kesho kwangu uishie pale pale. Hapana. Nataka na ubadilishe maisha yako.